Usikubali uzembe katika maisha yako. Usikubali. Usikubali hata siku moja. Kuwa mtu ambaye anazalisha, kuwa mzalishaji. Sasa ukiwa mzalishaji, yako manufaa, ziko faida za kuwa mzalishaji. Hutokuwa mzalishaji bila kufaidika. Ziko faida za kuwa mzalishaji, ndizo ambazo nataka nizungumze. Faida za kuwa mzalishaji, faida za kuwa mtu ambaye anajishughulisha ni zipi? Kuwa mzalishaji, jishughulishe, kuwa na kitu cha kufanya. Mikono yako isiwe medegelege tu, iwe na kitu cha kufanya. Akili yako isilale, iwaze kitu cha kufanya. Maisha yako yawe maisha ya kujishughulisha, yawe maisha ya kujitegemea, yasiwe maisha ya kuombaomba. Hapana, watu wa Mungu, tusiombeombe. Hapana, sawa? Tusifanyeje? Usije kuomba kwangu, mimi sina. Usiombeombe, sawa, mtu wa Mungu? Usione mchungaji anapiga suti nzuri pale, maana pale kuna pesa imelala. Usije kuomba kwangu. Nitakuuliza unafanya kazi wapi? Si ndio? Sasa kwa sababu nimevaa vizuri, maana tunasema asiende kwa mchungaji nipe pesa. Mimi hapa sigawi pesa. Hapa nagawa maarifa. Hapa nagawa neno la Mungu ambalo Mungu amenipa nikupe. Ujifunze, uelewe, kesho ukafanye kazi mwenyewe kwa mikono yako, ukazalishe mwenyewe kwa mikono yako, uwe na fedha za kwako, uwe na vitu vya kwako, umiliki wewe mwenyewe. Usitegemee vya kutamani vya watu kama yule atakuwa nazo yule. Hapana. Watu wanasema yule atakuwa nazo. Wanapanga atakuoa pale kanisani, wako watu 4 watanisaidia. Yaani hana kitu, lakini anampigia hesabu mtu mwingine. Anasema ngoja mwaka huu nitaoa. Yuko pale mkanyi pale atalipa 200,000, mchungaji pale 500,000 akosi. Si ndio? Wenye faida pale atalipa 100,000 akosi. Mzee wa kanisa pale atalipa kama 300,000, maana mzee wa kanisa yule 300,000 kwa apiga mahesabu, anasema naoa mwaka huu. Sasa tunamuuliza kijana, unaoa wewe una shilingi ngapi? Mchungaji nataka tukuoa, lakini nataka kuoa Mungu anajua kuoa. Una shilingi ngapi? Maana hatujasikia kwamba unashughulisha, unazalisha kote tusikie. Lakini utakuwa una shilingi ngapi? Kuna mwingine aliongea hata uongo, anasema nina milioni 2. Tukamwambia kalete. Kalete kwanza milioni 2. Kwa sababu tunamuona huyu mtu, yani kushughulisha jishughulishi. Tunafundisha, mafundisho hayaishi ipo ipo tu. Kazi yake mkanda nje. Mimi mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu bila kazi. Mtumishi wa Mungu bila fedha. Utumishi gani huu? Utumishi wa Mungu tunafundisha kujishughulisha. Tunafundisha kufanya kazi. Tunafundisha kuwa na kitu cha kwako. Tunafundisha kuwa na chakula cha kwako. Usioomba na kuwapigia hesabu wenzako. Huo sio utumishi. Jishughulishe. Usipigie mahesabu kwamba watanichangia wale, hapana. Mimi sitakuchangia kama ujishughulishi. Sawa, chukua tangazo hilo. Mimi kama ujishughulisha sitakuchangia, maana nafundisha hapa. Nenda ukalime. Nenda ukauze karanga. Nenda ukauze makopo, ni hela. Nenda ukauze vyuma, ni hela. Wewe unakataa kushughulisha. Siku moja nitangaza fursa, nikasema njoni jamani, hata ilikuwa tena wakati tunafundisha hujasema kama hivi. Nikafundisha nikasema kama una mtaji, njoo. Tuna mtaji ofisini, ujichukue hata 50,000. Watu wakanishangaa, hawakuja kuchukua. Hata 1,000 hana, lakini mwambie mtaji upo 50,000, haji kuchukua. Sasa huyo mtamsaidiaje huyo? 50,000 si mtaji mkubwa? Amen. 50,000 ni mkubwa sana.
Fursa imepita hiyo. Nilitangaza. Lakini kuna mtu mmoja nikampigia hesabu, nikampa 50,000. Nikamwambia nenda. Ndani ya mwezi 50,000 kai 50,000 izae. Ufanye kitu cha maana kwa 50,000. 50,000 hakisha umeelewa kitu cha kufanya nini, nakupa 50,000 ndio mtaji wako. Nikamwelekeza fanya hiki, fanya hiki. Unafanya hiki, fuatilia hiki, fuatilia hiki. 50,000 nikampa. Akaenda na 50,000 yangu kuzalisha. Ninamshukuru Mungu alizalisha zaidi, aniombeombi tena, maana anayo 50,000 imemsaidia ikampeleka mahali pengine, akawa sasa hivi mzalishaji, sasa hivi mjasiriamali, anaendelea tu kwa 50,000 imezaa, amezalisha 50,000. Lakini wengine walidengua. Wewe unakataa fursa. Wenzako wanaomba 5,000 tu, 5,000 kwa mama yake, sema chunga nakapata 5,000 tu nikanunue mboga niuze 5,000. Wewe nitangaze 50,000. 5,000 anataka huyo mama. Asema nipate 1,000, sema nikipata 50,000 tu inatosha. 5,000 tu ipate inatosha. 5,000. Sasa tumekupa 50,000, sasa mchunga mimi nataka mimi mipango yangu nataka nifungue gereji. Nifungue gereji ambayo mtaji ni milioni 5. Sasa wewe mwenyewe 1,000 huna. Tunakupa chanzi 50,000, unasema mimi nataka niwe, unapiga hesabu ya milioni 5. Wewe unayo. Unajua shida ya vijana sasa hivi, wana mipango mikubwa ambayo hayawezi kufikia, au yani wanaogopa kwanza hapa chini. Wanasema waanze kule juu. Sasa hiyo juu mtaji unao? Milioni 5 unayo? Anza hapa kwenye 1,000 hapa. Anza hapa kwenye 5,000 hapa. Anza hapa kwenye 50,000 hapa. Alafu nenda hatua kwa hatua. 50,000 itakuwa 100,000, itakuwa 200,000, itakuwa 500,000, itakuwa 1,000,000, itakuwa 2,000,000. Watasema huyu mtu ana kazi ya kufanya, huyu mtu ana pesa, huyu mtu ana kitu, huyu mtu anajishughulisha. Anashughulisha. Kuna mtu mmoja nimwambia juzi, nikamwambia nunua kitanda. Nunua kitanda kwanza, nimwambia. Kwa sababu unashughulisha bila kitanda, nunua kwanza kitanda unapakulala kwanza. Usilale chini. Sasa kinunua kitanda namwambia sasa nenda kapange sasa. Si hatua? Nunua kitanda nenda kapange sasa. Si hatua jamani? Waulize waliofanikiwa, kwani walienda kule juu, walianzia hapa chini. Wakaenda hatua kwa hatua. Hata wewe ulivyo upanza hivyo hivyo. Kuna sehemu ulianzia. Leo tunasema una miaka 10, ukuanzia miaka 10, una miaka 20, uko miaka 20, ukaanza una miezi una siku moja tumboni. Si ndio? Tumboni una siku moja. Wala sio siku, sekunde. Sekunde. Dakika. Ikawa ni saa. Ikawa siku. Ikawa siku ya pili. Maana wanasema na ujasiri wa mwezi mmoja. Maana wanasema miezi 6. Maana tunaanza kuona kweli na miezi 6. Maana tumbo imetokezea wapi? Mbele. Si ndio? Tunaanza kuona. Kwa hiyo anakuwa. Maana miezi 9 imefika.